Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine tumewadia katika viwanja, lengo na kusudio kubwa kufikisha kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mimi kama kawaida wananijua kama Salim, sijui wewe wanakutambua namna gani? Mimi naitwa Oyomba. Oyomba. Asante sana. Leo uko na swali au ungependa kujiunga kuwa Muislamu? Maswali bado yako. Hebu lete swali moja baada ya nyingine tuone namna tutakavyoyajibu. Swali ya kwanza. Ya kwanza ni je? Sauti ongeza. Hata kama una homa ongeza sauti. Okay, my first question ni kwamba je, insanity ama people with psychiatric cases, those people who are born with wakiwa katika hali ya kutojielewa akili, wazimu, au nafasi yao katika Mungu iko wapi? Je, wataenda kwa Mungu namna gani, ama hao siku ya kiyama watakuwa namna gani? Because hao wajielewi. Asante sana. Mtu yeyote ambao ni wazimu, ambaye akili yake ifanyi kazi, kalamu yake imenyanyuliwa, haandikiwi kosa lolote kwa sababu hajui anachokifanya. So Uislamu uko very clear. Mtu yeyote ambao ni wazimu, kalamu yake imenyanyuliwa, na huyu atakuwa ni mtu wa peponi, kwa sababu wakati hiyo ya kiyama wakifufuliwa, hawatafufuliwa wakiwa na ile hali walikuwa nayo. Mungu atawabadilisha, lakini wataingia peponi kwa sababu hawakuandikiwa dhambi, kwa sababu hawakuwa wanajua chochote walikuwa wakikifanya, kwa sababu walikuwa mento yao haiko sawa. So mtu wazimu, Uislamu umeeleza vizuri, hawaandikiwi dhambi watu wazimu. Mtu ambaye akili yake ifanyi kazi haandikiwi dhambi. Na na watu watatu ndio wanakuwa kalamu yao melala, hawaandikiwi madhambi: mtoto ambaye hajafikia umri wa baligh, na vile vile mtu ambaye amelala usingizi kabisa, na wazimu sasa. Au hawaandikiwi. Na binadamu wa kwanza kuwa wazimu ni nani? Binadamu wa kwanza kuwa wazimu sijaipata katika tarehe, sijaona. Labda nirudi madrasa niangalie vizuri, lakini sijaona wa kwanza kuwa wazimu ni nani, sijaona. Hiyo sijapata. Kitu kama sijapata. So nitabidi nifanye research nione ni nani, sijui. Na swali langu la pili ndio la mwisho. Naam. Je, Mungu anajua idadi ya watu walioko duniani? Na katika watu ambao wako duniani, kuna specific number anataka waende kwake, ama kila mtu akimtaja tu na afanye vile anavyotaka ataenda kwake? Asante sana. Mwenyezi Mungu anajua idadi ya wanadamu ambao wako duniani kabisa, anajua. Mwenyezi Mungu anajua mpaka idadi ya mchanga, idadi ya maji, yani idadi ya kila kitu Mwenyezi Mungu anaijua, kwa sababu yeye ndiye ameumba hizi vitu vyote. So Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Hakuna kitu kinachomtoka Mwenyezi Mungu nyuma ambacho hakijui. Na Mwenyezi Mungu asaweka masharti ili watu kuingia peponi ni wakubali maneno ya Mwenyezi Mungu. Wakikubali basi wanaingia peponi. Yani Mungu hajawekea uzito wanadamu. Yani wao tu wakikubali mambo ya Mwenyezi Mungu wataingia peponi. Kuingia paradise wataingia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hajawaumba wanadamu kwa mchezo katika hii ardhi. Amewaumba kuwafanyia mtihani. So wakikubali wote wataingia peponi, wakikataa wote wataingia motoni wote. Lakini Mungu hajaweka idadi specific ati anataka itimie hii ndio afunge dunia ama nini. Hapana, hiyo ni mambo ya ghaibu. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi wa kila jambo. Na ndio maana mwanadamu akapewa huria ya mambo mawili, yani uchague wewe mwenyewe. Na kitu ambacho watu wanaraumu sana ati shetani, hapana. Kitu ambacho unafaa kulaumu ni nafsi yako. Manake nafsi ndio inakuamrisha kufanya machafu zaidi. Na ndio unaambiwa siku ya kiyama Ibilisi utaenda kuambia shetani, sijui ulinipoteza. Atakuuliza uliniona wapi mimi? Shetani atakuruka, atakuuliza wewe uliniona wapi nikikupoteza? Wapi tulikuwa na wewe tumekaa ndio nikakwambia ufanye machafu? Ni wewe na nafsi yako. Wewe na nafsi yako ndio ilikuuzia ukufanya maovu na wewe ukayakimbilia. So kitu ambacho unafaa kupigana nacho sana ni nafsi yako. Nafsi yako ndio unafaa kupigana nayo sana.
Yani ile nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekupa unajaribu kufight nayo, inakuvuta kufanya machafu kila wakati. Nafsi inaamrisha kufanya machafu, ni wewe uachane kufanya machafu, upigane na ile nafsi ufanye mazuri. Kwa sababu nafsi, wakati unaona mwanamke mzuri anapita hivyo, nafsi inakwambia fanya zinaa na huyu. Sasa ni wewe uikataze nafsi yako kufanya zinaa na huyo. Tena mwanadamu, kusikiza kwanza Qur'ani nasemaje kuhusiana na huyu mwanadamu. 76 anza moja baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika ulimpitia binadamu wakati mrefu katika dahari. Yani binadamu umempita wakati mrefu katika dahari. Maana yake kuna viumbe walikuwa wakiishi humu ambao ni majini, waliumbwa kabla ya mwanadamu. Na kuna viumbe wengine Mwenyezi Mungu aliumba kabla ya wanadamu. Sikiza, hakuwa kitu kinachotajwa. Yani binadamu alikuwa sio kitu kinachotajwa. Binadamu ndiye kiumbe cha mwisho kuletwa ulimwenguni. Yani binadamu ndio kiumbe cha mwisho kuletwa duniani. Yani Mwenyezi Mungu amemleta binadamu akiwa ndio kiumbe cha mwisho kuletwa katika hii dunia. Lakini binadamu naye nafanya ufisadi mkubwa sana katika hii ardhi. Wakati yeye ndio ameletwa kiumbe cha mwisho, na wakati maisha ya mwanadamu ni machache katika hii ardhi. Unaishi maisha machache kisha unaondoka katika hii ardhi. Akhira ndio salama zaidi. Yani hii dunia ishi utakavyoishi, lakini ujue akhira ni bora kuliko dunia. Akhira ndio inafaa uifanyie kazi zaidi. Akhira ndio nini hiyo? Akhira ni peponi, yani janna, paradise, ndio unafaa uifanyie kazi zaidi. Duniani unaishi miaka 60, miaka 50, miaka 40 unakufa, lakini ukiingia motoni utaishi milele motoni. Ukiingia paradise utaishi milele paradise. So akhira, paradise ni bora kuliko hii dunia. Lazima uifanyie kazi. Na kazi ambayo unaambiwa uifanyie ni kitu kidogo sana. Ni kitu kidogo ambacho unaambiwa mwanadamu hakuumbwa lengo na makusudi kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufuata sheria za Mwenyezi Mungu. Mungu akikuamrisha hichi unaacha, Mungu akikuamrisha hichi unafanya. Hiyo peke yake. Leo kuna watu wanaishi na bibi zao lakini hawana raha. Kwa nini? Hakuna baraka ya Mwenyezi Mungu kwa huyo mke wako. Uko na watoto lakini huna raha. Kwa nini? Hakuna baraka. Uko na pesa lakini huna raha. Kwa nini? Huna baraka. Uko na maisha mazuri, yani wewe huna maradhi na nini, lakini maisha yako bado hufurahi. Kwa nini? Huna baraka. Yani baraka lazima umuombe Mwenyezi Mungu katika kila jambo, pia akutirie baraka. Kama ni riziki umetafuta pesa, muombe Mwenyezi Mungu atie baraka katika riziki yako. Kama ni watoto umepata, muombe Mwenyezi Mungu atie baraka katika watoto wawe watoto wazuri. Kama ni mke wako, atie baraka huyu mke awe ni mke mzuri. Kwa sababu unaweza ishi na dhiki. Uko na mke lakini dhiki, hata utaki kwenda kwa nyumba. So maisha ya hawa wanadamu ni machache. Na wanipata vizuri so mwanadamu malizi haya, teremka chini asikie. Qur'an 76:1, teremka tu pole pole apate vitu hapo. Manake huyu naona kwa ukingoni wa kusilimu. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu. Kwa hakika tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyochanganyika. Asante. Ya mwanamume na mwanamke. Asante. Ili tumfanyie mtihani. Sikiza, mwanadamu ameletwa duniani ili kufanyiwa mtihani. So hapa duniani tuko katika test ya Mungu. Na ndio unaona uko hapa duniani kuna mtu anapita hapa amevaa uchi. Unapata vizuri? Ni mtihani umefanyiwa. Ni wewe ujaribu kujikontrol katika nafsi yako. Unapata hii ingine ni hivi, ni wewe ujikontrol. Pombe inauzwa hapa, nini inauzwa hapa, kitimoto inauzwa hapa, nguruwe. Mungu amekukataza usikule, wachana nayo. Kwa sababu tuko katika test, lazima hizi vitu viwe. Kitimoto ndio gani? Kitimoto ni nguruwe. Nguruwe. Sikiza habari, malizia. Ya mwanamume mwanamke ili tumfanyie mtihani. Yani tumeletwa hapa duniani ili tufanyiwe mtihani na Mwenyezi Mungu. Na ndio huwa na washangaa wale wanaosema Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zao, na bado tuko nao kufanyiwa mtihani hapa duniani. Kwa sababu hapa duniani tunafanyiwa mtihani na Mwenyezi Mungu, nani atakayefaulu? Malizia. Kwa amri zetu na makatazo yetu. Sikiza, Mungu ameweka amri zake. Amri amesema ni abuduni mara 5 kwa siku. Angalia, Allah anakuambia njoo wewe mja wangu, njoo uniambie nini unachohitaji. Njoo kama umenikosea niombe msamaha nitakusamehe. Allah anakuita, njoo ya abdi, njoo una shida gani? Mara 5 kwa siku unaenda unamwambia Mwenyezi Mungu, niko na shida hii na hii na hii. Mwenyezi Mungu anakusamehe. Anakuambia njoo uniabudu.
Njoo unifanyie ibada mimi Mwenyezi Mungu, kwa sababu nimekuumba, nimekupa fadhila zote. Mungu unapumua hewa bure. Leo watu ambao wamelazwa hospitali, ungelijua analipishwa oxygen pesa ngapi. Wewe tangu asubuhi umepumua oxygen mitungi ngapi na hakuna mtu anakuletea bill. Imagine jioni ukiingia kwa nyumba uweke stima on, unaanza Kenya Power anaanza kuhesabu. Kama ni token unaona inaanza kukata pesa. Ile stima nani usiku peke yake unaangalia nayo. Ikifika asubuhi unazima unaenda shughuli zako. Lakini angalia jua, Mwenyezi Mungu akulipishi mchana unaona vizuri na ulipishwi. Usiku kutembea unatembea na tochi, hiyo tochi lazima uweke mawe au uchaji kwa moto. Ile moto unalipishwa na Kenya Power. Hata kama wametoa kwa sosi ya Mungu bado wanakulipisha. Leo Mungu angekuwa anatulipisha angalau oxygen, hatungekuwa tunaishi. Mungu anakupa afya ya kuona na macho. Macho ni neema kubwa sana. Yani unaona kila kitu. Macho peke yake ni neema kubwa. Leo ukipotea macho ndio utajua ni neema kubwa Mungu alikupatia. Leo ukikosa kutembea na miguu yako ndio utajua kutembea ni neema kubwa sana. Yani unachukuliwa unapelekwa kwa haja, unachukuliwa unapanguzwa haja, lakini leo unatembea na miguu yako unajipeleka haja. Ni neema kubwa sana, lakini huwezi kuona. Na Mungu anataka umwabudu na utii amri zake. Ndio ametuwekea amri zake Mwenyezi Mungu. Teremka na haya asikie vipi. Kwa hivyo tukamfanya ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Tena Mungu akakufanya ni mwenye kusikia, akakupa masikio. Na pia Mungu akakufanya ni mwenye kuona, unaona vitu vizuri, unaona kila kitu Mungu akakupa kwa wepesi tena bure. Malizia. Hakika sisi tumemuongoa. Yani tumembainishia njia zote mbili hizi. Kuwa hii ndio ya kheri na hii ndio ya shari. Yani Mungu kisha akakuwekea njia mbili. Anakuonyesha hii ndio njia ya kheri na hii ndio njia ya shari. Leo huwezi kumwambia mtu ati hajui njia ya ukweli ndio hii. Njia ya upotofu unaijua. Mungu anakuonyesha ukienda haya ni machafu achana nayo, enda katika njia ya kheri, lakini Mungu hakukulazimisha. Sikiza habari. Inaenda kusema basi mwenyewe tena. Hata kwa mwenye shukurani au mwenye kukufuru. Yani Mungu akakuwekea utakuwa unamshukuru Mungu ama utakufuru neema za Mungu. Hiyo Mungu amekuwekea ni juu yako. Ima ushukuru au kufuru, na ukikufuru unakufuru kwa ajili ya nafsi yako, na ukishukuru unashukuru kwa ajili ya nafsi yako. Na ukishukuru Mwenyezi Mungu ameahidi atakuingiza paradise. Yani paradise tumefanyiwa ni free, lakini kuingia motoni ni gharama. Unajua hivyo? Sijui. Kwenda motoni gharama. Kwenda motoni unaambiwa usizini. Zinaa, ili uitekeleze zinaa inabidi utoe pesa umtongoze mwanamke kwanza, alafu utoe pesa umpatie ndio akubali mwende mkafanye zinaa, kwa sababu lazima utalipa lodging. Mahali mtafanyia zinaa utalipa. Lazima utamnunulia chips na kuku. Lazima yani motoni lazima utoe gharama. Angalia ulevi, unaambiwa usikunywe ulevi. Leo ulevi katika nchi ya Kenya inauzwa pesa mingi sana. Chupa ya Tusker sijui pesa ngapi, lazima utoe pesa yako ndio uende ununue ndio upate hiyo ulevi. Lakini kwenda jana msikiti ni free kuingia. Kusoma Uislamu ni free. Kuswali ni free, maji iko umewekewa pale msikitini. Kuna wale Allah amewaruzuku wanatoa pesa wanalipia ile maji. Kama msikiti inataka kupigwa rangi, kuna Waislamu Allah amewaruzuku wanatoa pesa wanapiga rangi. Mkeka inawekwa mzuri, wewe ni kukuja tu kumsujudia Allah, unatoka unaenda shughuli zako. Unaingia peponi. Qur'ani zimenunuliwa zimewekwa msikitini, ni wewe kuchukua kusoma. Yani wewe unakataa kwenda peponi kwa kutaka kwako. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika umma wake wote wataingia peponi isipokuwa yule ambaye hataki. Yani wewe kama hutaki ndio unaona leo tunakuambia silimu, hakuna membership card, hakuna nini, ni free kusilimu. Leo ukienda kanisani unaandikishwa lazima uwe na tithe number. Mwisho wa mwezi lazima utoe fungu la 10. Uislamu unakuambia usitoe mwisho wa mwezi fungu la 10, inakuambia mwaka ndio unatoa safari moja 2.5, hata sio fungu ya 10. 2.5 ndio unatoa. Wale ambao wako na mali imefika hiyo kiwango. Asilimia ya 2.5 ndio unatoa, sio 10% mwaka mara moja. Lakini wewe unataka uende mahali unaambiwa kila mwisho wa mwezi utoe 10% katika pesa yako. Hataki kujua kama unapata shilingi 20,000 hata itoshi nyumbani kwako, lakini anakuambia lazima utoe. Lakini msikitini unaambiwa sio lazima.
kwa sababu unaambiwa hiyo 2.5 lazima uwe unapata pesa ina circulate katika mwaka, alafu hiyo pesa umetoa mahitaji yote, sasa ile iliyobaki ile unaenda kuweka katika hiyo pesa, ndio unatoa 2.5%. Very simple in Islam. Hakuna uzito. Katika Uislamu ukifa, mtu anafungwa na kitambaa inaitwa sanda, anaenda anazikwa. Na ni wajibu kwa Waislamu, mtu akifa lazima waende wamzike. Kama ni Muislamu alionekana akisali na wanajulikana ni Muislamu, ni wajibu kwa Waislamu kumzika. Leo wewe ukifa ukiwa Mkristo, mchungaji lazima umlipe ndio akuje akuzike. Lazima alipwe. Na lazima uwekewe sanduku, uwekewe sijui suti, yani vitu mingi mmejiwekea uzito. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kuwatoa katika minyororo ya zamani na sheria ngumu ya kikafiri. Qur'ani 757. Unajua mnatuonanga tunakuja hapa, wengine wanaona ni kama tunakuja mzaha, lakini tunakuja kuwatoa katika ukingo wa moto wa Jahannam. Sikiza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, ambao wanamfuata mtume aliye nabii ummi, asiyejua kusoma wala kuandika, na juu ya hivi atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Uislamu, ambaye wanamuona ameandikwa kwao katika Taurati na Injili, ambaye anaamrisha mema na anakataza yaliyo mabaya, na kuwahalilishia vizuri na kuharamishia vibaya, na kuondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao, yani sheria ngumu za zamani na mila za kikafiri. Yani mtume amekuja kuondoa hizo sheria ngumu. Leo ukiwa Muislamu unataka kuoa, ndoa imefanywa hafifu sana katika Uislamu. Unaongea na msichana, unamwambia hali yako, mnaelewana, anakuambia hata kama wale wasichana ambao ni wacha Mungu, wanamjua Mwenyezi Mungu, akijua hali yako na anakupenda, anajua kabisa mna mahaba, badala ya kuingia katika zinaa, anakuambia basi enda ulete mahali hata kama ni shilingi 5,000. Unatoa shilingi 5,000, baba anaulizanga tu mmekubaliana, msichana umekubali? Msichana akisema nimekubaliana, nimeridhia, basi inabidi inatangazwa, inafungwa nikah. Na nikah unaambiwa hata kama hakuna vitu ya kupika, sijui uweke mbuzi, sijui michele, kitu kidogo tu ya watu kutabaruku, hata kama watakula kilo 2 ya mchele ama nini, basi inakubalika. Yani Uislamu ndio best religion ambayo imewekwa wepesi kwa kila mwanadamu. Hakuna uzito. Swali lingine. In Christianity ama churches, tukienda katika kanisa, kuna wakati tunaabudu Mungu kwa nyimbo, kwaya. Je, katika Uislamu pia kuna kwaya? Katika Uislamu hakuna kwaya. Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajaturuhusu mambo ya kwaya. Kwaya hamna. Kwa sababu kwaya kwanza lazima upige makofi, kuna kupiga makofi na nini. So haya kwanza kupiga makofi yalikuwa ni ibada ambazo sio nzuri, zilikuwa zikifanyiwa na watu kadhaa. Wacha nikuonyeshe leo, hujaiona Qur'ani 8:32. Na ndio unaona hatupigi. Qur'ani 8:32. Sisi hatuimbi. Yani pale tumweke ati tunaweka Fatuma pale, tunamweka Reira pale, ati tunamweka nani pale, ati ndio waanze wanaanza na ile kasoprano, alafu sisi tunaweka besi huko nyuma. Hamna vitu kama hiyo. Hiyo ni mchezo ya kuigiza. Nyimbo hamna. Watu wanafaa kumwabudu Mwenyezi Mungu. 8:32 nianzie. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asikie makofi mahali ilitoka. Nataka tumpeleke na hiyo habari mpaka 36 ndio asikie. Pole pole asikie. Nakumbuka waliposema makafiri. Kumbuka waliposema makafiri. Mwenyezi Mungu, kama haya aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni pale Makka. Wale makafiri walikuwa wanauliza Mwenyezi Mungu, kama haya aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haki tokayo kwako? Ni haki tokayo kwako wewe Mwenyezi Mungu? Basi tupige kwa mawe yanayotoka mbinguni. Sikiza, wale walikuwa wanakufuru, wanazidisha, wanamwambia ya Rabbi, tupige na mawe yatokayo mbinguni ndio tuamini kuwa Muhammad kaja na ukweli. Teremka. Au tupige kwa mvua ya mawe yanayotoka mbinguni, au tuletee adhabu nyingine umizao yoyote ile. Teremka. Lakini sisi
hatufuati. Lakini Mwenyezi Mungu hakuwa kuadhibu maadamu wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam umo pamoja nao hapa Maka. Yani Mwenyezi Mungu hakuadhibu maadamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wao. Malizia. Wala Mwenyezi Mungu hakuwa kuadhibu pia hali ya kuwa baadhi yao wamesilimu wanaomba msamaha. Yani baadhi yao kuna wale walikuwa wanasilimu kisha wanaomba msamaha, so wanajua tulikuwa tunakufuru, wanaomba msamaha. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kuwa na huruma. Malizia sasa. Lakini wao Makoreishi wana jambo gani nzuri hata Mwenyezi Mungu asiwadhibu? Asante. Na hali ya kuwa wanawazuilia watu na huo msikiti mtakatifu. Asante. Nao hawakuwa walinzi wake msikiti huo. Hawakuwa walinzi wake na walinzi wa msikiti isipokuwa wacha Mungu tu. Asante. Lakini wengi katika wao hawajui lolote, wanajisemea tu. Teremka. Na haikuwa ibada yao hao makafiri. Sikiza, na haikuwa ibada yao hawa makafiri huko Maka. Walikuwa wakifanyaje? Hapo katika hiyo nyumba tukufu, hapo katika nyumba ya Al-Kaaba, hawa makafiri walikuwa wakifanya ibada aina gani? Ila kupiga miunzi, yaani binja. Walikuwa wanapiga binja, na ndio nyinyi mnasema hizo ndio binja walikuwa wanapiga. Ati tumpigie Yesu. Hiyo ilianza na makafiri huko Maka. Walikuwa wakifanya hivyo. Unasikia na ni kanisani mnasema hiyo hamna, kupiga mabinja na nini. Malizia. Na kupiga makofi. Na kupiga makofi. Ndio unaona sisi tumpigie Bwana makofi. Unasikia twa. Hakuna katika Uislamu. Kwa sababu hiyo ilikuwa ikifanyika na makafiri wa Maka. Ndio walikuwa wakifanya hizo vituko. Kupiga binja, makelele na hizo nini, alafu wanapiga makofi. Na ndio unaona nyinyi mkaiga, mkienda katika nyumba ibada, mnasema tupigie Bwana Yesu makofi. Wapi katika maisha ya Yesu aliwahi ambia watu nipigieni makofi? Wapi wanafunzi wa Yesu wasaiambia mtu upigia Yesu makofi? Hakuna. Ni vitu vilivyoigwa kutokana na makafiri. Watu waliokufuru ndio walikuwa na hizo tabia za kupiga makofi. Na ndio unaona sisi Waislamu hatuwezi kufuata mienendo ya makafiri waliotangulia. Sisi tumeamrishwa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na nyimbo ni haramu katika Uislamu. Amna nyimbo ati halali, ingine ati ni haramu. Nyimbo zote haramu kwa sababu zote zina makufuru. Sisi tulichoamrishwa na Mwenyezi Mungu ni 22:77 Qur'ani, kufanya ibada. Sikia Allahu Akbar, tena watu wametulia shekhe. Na wakimaliza darasa zinaingia. Wanaambiwa qala Allah qala Rasulu. Mtume Mwenyezi Mungu amesema hivi, mtume amesema hivi. Tena watu wametulia, wanapata elimu kwa wepesi, tena kwa upole. Mpata vizuri na tunafunzwa katika Uislamu kuna vitu vitatu unafaa kuchunga za mwanadamu. Kwanza unafaa kuchunga heshima ya mwanadamu. Maana yake unafaa kuchunga mali ya mwanadamu. Usiguze mali ya watu kwa dhuluma, na usimwage damu ya mtu kwa dhuluma. Hiyo itakupata hapa duniani na kesho akhera. Na ndio unaona hata wale ambao si Waislamu, mtu akimwaga damu ya mtu, huyo mtu mwishowe anakuwa ni mtu ima wazimu ama anakuwa ni mtu haeleweki, kwa sababu ile damu inamlilia Mwenyezi Mungu, ule mtu anapata matatizo. Tatu, tunaambiwa usijaribu kuharibu heshima ya mtu. Heshima ya mtu ni kitu ya kutunza sana. Yani wewe kwenda kumsema mtu urongo, kusema huyu ni mzinifu, kusema huyu ako na hivi na hivi, yani kumsingizia mtu urongo, kuharibu heshima ya mtu, wallahi hiyo utalipishwa hapa na kesho siku ya kiyama. Kusema mtu ni mwizi wakati wewe hajakuibia chochote, unamharibia tu jina. Yani Uislamu umetufunza mambo mengi sana, alhamdulillah, katika dini ya Uislamu. Sikiza Mungu anatuambiaje 22:77. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, salini, rukuni na sujuduni, na muabuduni Mola wenu, na fanyeni mema ili mpate kufaulu. Hiyo ndio tumeamrishwa, tumfanyie Mwenyezi Mungu ibada peke yake. Hakuna mambo ya nyimbo, hakuna mambo ya vigeregere. Na alhamdulillah Waislamu wame-maintain hiyo mpaka saa hii. Hauwezi kuona wanawake wa Kiislamu ati wamewekwa hapo mbele ati ni kwaya, na wanaume ati kama mimi vizee tumewekwa huku nyuma ati tunatoa bezi. Hamna. Ni wanawake wako pande yao, wanaume wako pande yao, wakimaliza wanaenda nyumbani. Wanafanya ibada. Hamkubaliani na base, hamtaki base. Hamna vitu kama hiyo. Base yako enda ukafanyie mambo mengine.
Lakini sio mambo ya nyimbo. Manake mambo ya nyimbo yana uchafu mwingi mno. Na hii uchafu mwingi umeona yanaletwa na nyimbo. Mahali kuna tamasha hizo za nyimbo, ikienda lazima utapata kuna ukahaba unaendelea hapo ndani, kuna uzaji wa pombe. Na ndio unaona kanisani ya kukosi pombe. Mnaiita divai. Kwa sababu nyimbo ndio ishike vizuri, kadivai kanachanganywa pale. Pale vizuri Na watu wengi hata waendi kanisani. Kwanza wanaume wengine wengi hawaendi kanisani ati kwa ajili ya Mungu. Anaenda kwa sababu labda kaona mlembo pale. Na nyinyi mmeweka masharti lani ya ni wa kanisa pale. Akienda akimpata ndio hivyo anachomoka pale. Alafu mnaweka kesha za usiku. Wasichana anatoka anaenda kesha. Kijana naye anatoka anaenda kesha. Kumbe ndio wakati wanapatana pale. Na kuvunja ndoa za watu. Wanachomoka wanaenda nje na ndoa za watu zinavunjiwa pale. Mke anatoka kwa nyumba ati ameenda kesha, kumbe kuna mwanaume wamepangana naye pale. Mke anatoka usiku kwenda wapi Sheikh Weba? Si anakaa nyumbani na wewe unakaa pale nyumbani bana. Allah. Kama kesha ni kitu haramu. Kesha ni vitu ya kutengeneza hizi. Ni uhuni hizi za kutoka usiku kwenda ati mkafanye nini huko hakuna. Hamna hizo ati mnale huko ati sijui nini hamna. Sisi tunaamka usiku kwa nyumba yako. Unafanya ibada kwa nyumba yako, mkiwa na mke wako kwa nyumba yako. Mungu anawasikia. Sio lazima muende kule ati ndio mkae parerere, hakuna. Usiku watu wanaamka saa 8, saa 9 wanaamka, wanamsujudia Mwenyezi Mungu angalau hata raka 2, raka 3, mnamsujudia Mwenyezi Mungu. Mnamuomba Mwenyezi Mungu maghfira, mnamuomba Mwenyezi Mungu chochote mnachohitaji. Usiku mnajinyima dakika kidogo, mnamsujudia Mwenyezi Mungu. Mnamwabudu pale nyumbani tena mmetulia pole pole. Hata jirani ajui chenye kinaendelea. Mnaabudu Mungu, mnarudi tena mnalala. Mnasubiri fajiri, mnaamka, mnafanya ibada zenu, mnaenda shughuli zenu. Kwa sababu Mungu anakujua hata kabla hujamuomba, anajua chenye unahitaji. Sio lazima uende umpigie Mungu kelele ati ndio asikie. Ati baba nataka marenge, nataka mkate, hapana. Mungu anajua hata kabla hujamuomba, anajua chenye unahitaji. Na ndio unaona nyinyi mnakuwa brainwash wepesi. Ati mtu anakuambia upande miti, ati ndio ukipanda hiyo ni miti ya uzima, ukishuka chini madhambi yako yote yameenda. Urongo. Kwa sababu anajua nyinyi hamjui njia ya kumwabudu Mungu, ndio wanawatumia advantage. Lete swali lingine na nafasi ya kusilimu iko. Sina swali nyingine, acha mwingine akuje. Asante sana. So karibu sana, tunakaribisha katika Uislamu. Mimi wananiita Salim, sijui wewe wanakuita namna gani? Muislamu, alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neema ya Uislamu kuniongoza kuwa Muislamu. Mimi naitwa Ezekiel. Na sauti ungeweka juu kidogo ndo watu wakusikie, manake wanahamu kukusikia sana watu. Mimi naitwa Ezekiel Musyoka. Wewe unaitwa Ezekiel, kwani ndo ule wa kule chini ama mwingine? Sio, huyu ni wa huku Nairobi. Asante sana. Najua ukitaja Ezekiel siku hizi katika nchi ya Kenya, na mwingine anaitwa Ezekiel anaambia watu sijui wabebe maji, sijui maji ati ina uzima, sijui nini. Story nyingi tu, lakini ala kule hali. Mkristo Muislamu? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Wekelea swali nilisikie. Swali yangu kwanza, venye nimefika hapa, nimepata ndugu mwingine alikuwa amesimama hapa. Huyo ndugu muache, mambo yake amemalizana nayo na amesema ameridhika. Nasema yale umemuelezea, niko na swali juu ya hizo tu. Haya, lete swali. Nimesikia umemwambia haina haja ya kupinga kelele, shangwe kwa kumwabudu Mungu. Kumwabudu Mungu. Mungu hakumbali kelele mahali. Hakuna mahali Mungu anataka kelele. Kelele za aina gani? Unajua kelele inategemea ni kelele ya aina gani. Kumshangilia. Unajua wakati wanashangilia ni Mungu wanashangilia. Nimesikia umesema hakuna kupinga mbinja, hakuna vitu kama hizo. Ndio nikauliza, si Yesu alikuwa hapa? Yesu alikuwa hapa. Wapi alifunza watu wapige binja? Yesu mwenyewe, kwa sababu Yesu anasema waniita mwalimu na mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Sasa wapi Yesu aliambia watu wapige binja? Kwa sababu Yesu anasema wakati mnasali ingieni katika chumba chenu cha siri. Au hata makofi hayo. Ingieni chumba chenu cha siri. Mwanake Yesu mwalimu. Sasa wapi kafunza watu wapige binja, wapige kelele? Yesu. Ni nani aliyekuwa ametuma Yesu? Yesu alitumwa na nani huku duniani? Yesu katumwa na Mungu. Yesu akatumwa na Mungu. Basi huyo Mungu ndiye alimtuma Musa. Sijauliza Musa. No, unajua nataka tuende flow moja, wala sina shida. Nilikuwa nataka flow moja.
Hivi ungeniambia Yesu mwenyewe hajui wala hakufunzwa hilo, lakini Musa akafunzwa, ndio tuende kwa Musa, ndio tuende katika msururu mzuri. Kwa sababu nimeuliza kidogo, 11:29 kitabu cha Mathayo. Sikiza Yesu anasemaje? Mbona huwa mnamkataa huyu Yesu? Mbona mna chuki na Yesu? Sasa sikiza anasemaje Yesu. Ndio nataka nijue, manake naona una chuki tu na Yesu bure. Sikiza Yesu anasemaje? Anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Yesu anasema tujifunze kwa Musa ama tujifunze kwake? Kwake. Asante. Wapi Yesu anaambia watu wapige binja? Mimi nimekuuliza swali moja. Mwenye alimtuma Yesu ndiye alimtuma Musa kwenda Misri kwa mfalme Farao. Wala sijakataa. Nimesema ndio huyo Ndiye huyo. Sasa huyo Mungu ndiye alifika mahali akaambia Yoshua, mtazunguka hii mji wa Jericho. Na mara ya 7 mtapinga shangwe na vingelengele. Nayo sijauliza huko. Yaani unajua shida na kuuliza kitunguu unanijibu nyanya. Yesu amesema jitieni nila yangu, mujifunze kwa Musa ama mujifunze kwangu? Mujifunze kwangu. Wapi Yesu aliambia watu wapige binja? Sijauliza mambo ya Musa wala ya Yoshua. Si ungeniambia basi Yesu hajafanya hiyo. Wewe umesema kupinga binja ni kufukuru. Ni mambo mabaya. Si umesema tu hivyo vizuri. Na kufunza wa Kristo inakuanga mtihani. Kwa sababu hata wakati walipoambiwa zunguka huo ukuta. Tutakuja huko. Tutakuja huko. Yaani kufunza Mkristo inakuwa ni kazi ngumu. Kwa sababu namuuliza huyu Yesu alifunza watu kuabudu Mungu, hakufunza. Yeye ananiambia Musa. Maana yake yeye hamkubali huyu Yesu. Kwa sababu kama Yesu kafunza watu, wapi Yesu alifunza watu wapige binja, wafanye nini? Kama Yesu hakufunza, unafuata Musa ama unafuata Yesu? Unajua ile kitu hujaelewa. Mwanzo Yesu alikuwa ni neno, na neno ya Mungu ndio ilikuwa inamkujia Musa. Ni kweli ama ni uongo? Awacha tuache ya Yesu. Tuende sasa kwa Musa, kwa sababu naona unachuki tu na Yesu, utaki kufuata mambo ya Yesu. Haya, tuende kwa Musa. Ngoja tuende polepole ndio nikuelewe. Tuende sasa kwa Musa. Naona ana bifu tu na Yesu. Wacha niachane na Yesu. Kwa sababu hakuna Mkristo anayemwamini Yesu. Na ndio unaona nikimpeleka kwa Yesu anachomoka, ananipeleka kwa Musa. Sasa tuingie kwa Musa. Haya, lete kwa Musa. Wapi Musa ameambia watu wapige binja? Mimi sijasema Musa amemwambia mtu apinge binja. Unajaribu kunipoteza hivi kidogo. Wewe ndio unataka kunipoteza. Ile nimekuuliza swali moja. Ni nani alimtuma Musa aende kwa mfalme Farao? Wewe ukaniambia ni Mungu Mwenyezi, si ndio? Swali yako lete sasa. Nakupa nafasi ndio tukupate. Huyo Mungu ndiye aliwatoa wana wa Israeli kwa Misri akiwapeleka Kanaani. Kwa uongozi wa Musa. Uniambie ndio ama ni hapana? Ndio. Ndiye aliwapeleka. Wakati Musa alikufa, nani alichukulia kuwaongoza wale wana wa Israeli? Sijajua, labda utueleze. Ni Yoshua. Asante. Wakati Yoshua alianza kuwaongoza wale wana wa Israeli, walifika mto Jordan, wakiukabili mji wa Jericho. Na huyo mji ulikuwa umezingirwa na ukuta. Ndipo walishangaa watafanya nini? Mungu akamwambia Yoshua, mtazunguka hii ukuta, hii mji mara 7. Na mara ya 7 mtapinga shangwe na vingelengele na ukuta utaanguka. Tuonyeshe wapi imeandikwa, angalau tusome. Soma Yoshua 6. 6 ngapi? Tusome vizuri alafu tuingie swali. 6:1 Yoshua. Basi Yeriko ilikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako, na mfalme wake na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Mfanya hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7. Nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu. Ngoja achia tu hapo. Watu wote watapiga kelele, si ndio?
Hii ilikuwa ni ibada ama ni kwa sababu ya nini? Unajua kuna tofauti ya ibada na tukio limetokea. Wacha mambo na ibada. Hii ilikuwa ni vita mheshimiwa. Hii ilikuwa ni kucelebrate kwa sababu wamewin. Hii si mambo ya ibada. Sasa mimi swali yangu ni ndogo. Najua sitakangi to waste time. Wapi katika Biblia inasema ibada ukifanya upige kelele? Mbona vitu vidogo? Hii ni mambo watu wameambiwa, hata ndio unasikia wako na zile nini za pembe za kondoo. Nyinyi hamuna hizo nini za kondoo, wakaambiwa ikitukia tukio mtapiga kelele kwa sababu wana celebrate wameshinda. Sasa swali, goja, hiyo ni kushinda, walikuwa ni vita wanaenda. Sasa swali ni ndogo. Wapi katika ibada ya Wakristo wanaruhusiwa kupiga kelele? Vitu vidogo. Huwezi kuabudu kama umenyamaza. Huwezi kufanya ibada kama atufike kwa kanisa na unyamaze hivi ati unafanya ibada. Wapi naambiwa? Sasa ndio tunataka mahali, ndio angalia kaka, we are here to learn. Na maneno matamu unaongea na unafurahisha watu. Sasa wapi katika Biblia inasema ukienda kwa kanisa kuabudu Mungu mpige kelele? Shote ni kile, mbona vitu vidogo? Mahali kuna sauti lazima kelele isikiwe. Kwani sauti sasa hiyo sasa hii tunapinga tu kelele pia. Hii watu wanasikia tuko na kelele. Wala sina tatizo. Ndio nikakuuliza, wapi Biblia inasema ukienda kwa kanisa kuabudu Mungu upige kelele? Wakati unaabudu Mungu piga kelele. Sehemu gani imeandikwa? Hiyo ni kumaanisha tuabudu Mungu na alama basi. Sign language ndio. Sasa tusitoe sauti isikue na kelele. Sasa itabidi tutakuwa tunaabudu Mungu kwa. Ndio ninauliza kwa sababu Yesu anasema nanyi salini, na nyinyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa wanavyofanya, maana wanadhani watasikizwa kwa kelele zao. Yesu anasema nyinyi badala ya kupayuka payuka ingieni katika nyumba. Soma kwanza. Inasema nanyi mkiwa katika kuswali. Sikiza, Yesu anakukataza, na ndio unaona nyinyi mnaenda kinyume cha Yesu. Sikiza Yesu anasemaje? Msipayuke payuke kama watu wa mataifa. Tulia. Yesu anasema mnapoenda kuabudu msifanyeje? Msipayuke payuke. Na wewe kupayuka ni nini? Hebu niambie kupayuka ni nini? Kupayuka ni kuongea maneno yenye huyajui. Nani aliyekuambia? Wala kupiga makelele. Huyu ameenda shule gani? Yaani hata unaibisha Wakristo. Kupayuka, ukisikia mtu anapayuka maana yake anaongea kwa sauti ya juu. Ndio hata mwalimu anawaambia wakati mnasoma acheni kupayuka, rudieni sauti ya chini. Tulia. Sasa sikiza Yesu anasema mfanyeje? Tulia nimalize. Sikiza, maana mimi najua utaipinga tu Biblia. Rudia ndio uende ukimaliza asikie Yesu anasema uabudu namna. Nanyi mkiwa katika kuswali msipayuke payuke kama watu wa mataifa. Kwa nini? Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Kwa sababu mnaongea maneno mingi mnadhani Mungu atawasikia. Oh baba, I want a carrier with a cute kuri nai. Baba kaka. Baba cha. Cha ati mtasikizwa. Yesu anasema amsikizwi. Sikiza, anawaambia muombe namna gani? Basi msifanane na hao. Yesu anasema msifanane na hao watu wanapiga mpaka hizo mbinyi. Hakuna, mfanyeje? Maana baba yenu wanajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjamuomba. Malizia. Basi ninyi salini hivi. Yesu sasa anawaambia Mungu anajua hata kabla mjaomba chenye mnataka. Yesu sasa anawaambia nanyi salini hivi, ndio anakuambia uingie katika chumba chako cha siri. Sio lazima upayuke. Na ndio unaona tuko na katibu wa environment Nairobi. Anatusaidia sana. Manake tulikuwa kwa estate hatulali. Anaitwa Musila, anatusaidia. Kwa sababu tulikuwa hatulali kwa maproti, kanisa liko hapo linapiga kelele. Siku hizi tu ukisikia unapiga simu, Musila anakuja anafunga. Anafanya vizuri sana. Manake hakuna mahali inasema mpayuke. Unaona hata serikali inasaidia kwa sababu mlikuwa mnatusumbua bure. Yesu anamjua huyo jamaa kumbe. Nikuulize swali lingine. Lete swali lingine. Mambo ya kupayuka hiyo achaneni nayo bana. Mnasumbua watu. Hapo bado sijaenda mahali. Niko tu kwa hiyo swali nikuulize. Wacha tumalize kwanza. Alafu mtakuja maswali, najua mna mengi. Yesu mwenyewe aliomba mpaka damu ikabadilika. Yesu alipoomba, Yesu hajapayuka. Yesu alifanyaje? Aliomba. Tumia sign language ama ni gani? Aliomba namna gani Yesu wakati alikuwa akiomba? 26:9 baba. 26 Mathayo 39. Yesu hajapayuka bana. Yesu mtaratibu. Sikiza Yesu aliomba namna gani? Yesu hajapiga kelele. Inasema kwenye kuandika.
Akaendelea mbele kidogo. Yesu akaendelea mbele kidogo. Rudi 36 kabisa. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemani. Yesu alienda na wanafunzi wake mpaka sehemu ambayo inaitwa Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akaambia wanafunzi, pumzikeni hapa niende pale nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Na akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala. Sikiza, Yesu anaswali pale. Wanafunzi wasalala kwa sababu Yesu hapayuki. Kwa sababu kama angepayuka ameenda mbali kidogo na ameenda mbele, alikuwa na wao hapa, akaenda mbele kidogo. Rudia usikie, hajaenda mbali. Rudia, unajua unataka kujifanya ujue. Akaenda mbele kidogo, kidogo sio mbali. Rudia usikie. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akamwambia, roho yangu na huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, sio mbali. Mbona mnapinga Biblia mpaka kidogo ni wapi? Ni kama utoke hapa uende hapa, huyu kaka yuko ndio kidogo. Mbali ni kutoka hapa uende pale kwa ile posti ni mbali. Angekuwa hapa kidogo, angekuwa mahali yako anawaona. Angesema nini maana ya mbele kidogo? Kwa mfano niseme mbele kidogo, maana yake ni mbele kidogo. Tuko hapa, tukiwa hapa niseme hebu enda mbele kidogo. Utaenda mpaka wapi? Ni mahali tu hawaoni, kwa sababu aliporudi Huyu kaka yuko nini? Angekuwa hapo pale karibu, hapa tu kidogo, hapa kama hapo umesimama, angerudi, lakini hapa tunaona aliporudi sio mbali kidogo. Huyu kaka, ngoja kidogo. Naona argument yako kidogo iko nini chini. Ukisikia mbele kidogo, naweza toka hapa nikaenda kwa huyu kaka mahali amekaa. Alafu nikimaliza na kuja. Kutulia, kwani unadhani anaswali akiwa ameangalia hivi? Ameangalia kule. Na hata aliposimama, hebu songa mbele kidogo tuone utasonga mpaka wapi. Unajua hata Wakristo wanakushangaa because Biblia imesema mbele kidogo, haijasema mbali. Yeye anasema kidogo ni uende hadi mpaka huko. Hata unajua hata pale ni mbele kidogo tu mahali ambapo huonekani. Haya sawa, ni sawa kuelewa. Hiyo ndio Ukristo. Hiyo ni sawa kuelewa because wewe ile kitu unakuwa nayo ni argument ambao unatafuta ili ionekane nini. Sasa tufanye hivi ndio nimalize hii argument yote. Acha kidogo tumalize hii argument yote. Je, katika Biblia kuna mahali inasema ukimwabudu Mungu upige kelele? Tumalize hii. Kelele ni kwani ukelele ni gani? Kelele wakati unamwabudu Mungu. Uko na swali lingine? Wacha nikuelezee ile kelele Mungu ana. Sawa. Tafuta nini yake sipati. Huyu ananiambia mbele kidogo ni utoke hapa uende mpaka Jenga, huko ndio mbele kidogo. Ati mahali uonekani. Lakini ndio hivyo, ni uzito kuwafunza baadhi ya watu. Na ndio unaona makanisa saa hii imekuwa kuna menace, yani watu kama pale Rongo wanakufa wanazikwa kwa kanisa. Kwa nini? Mtu anabrainwashiwa hivi, hata ukimuonyesha kitu anasema hapana. Kwa nini? Kwa sababu yeye alivolelewa hataki kupanua akili yake. Unaona? Ni kama sisi wa Afrika. Waafrika tumebebwa ufara sana mpaka masomo ambayo tunaosoma yanakuwa tunabebwa. Hebu niambie, Afrika tuna mainjinia wangapi? Mainjinia, lakini ni mainjinia jina. Kwa nini nasema hivyo? Tunapotaka tujengewe barabara, lazima tuende tuwachukue watu kama wa China. Sidanganywe na mtu, wakati tuna mainjinia wamejaa hapa, lakini hawawezi kujenga hiyo barabara. Hii Thika super highway tuliletewa tena ule Mchina hajui kizungu, hajui nini, anajua lugha yake ya Kichina, lakini ni injinia hatari. Kwa nini? Wao walisomeshwa kitu reality. Wewe unakuwa engineer lakini uko kwa class peke yake. Haujaienda kufanya practical, uonyeshwe hii inajengwa hivi na hivi na hivi. Sasa wewe ni engineer paper.
Na ndio unaona hata madaktari hapa Kenya, hata wale madaktari wakubwa wakigonjeka wanachukuliwa na ndege wanaenda India. Kwa nini? Hata wao hawaamini madaktari hapa. Na hapa tumejaa madaktari. Mungu atunusuru wa Afrika, manake tulipewa vitu ambavyo hakuna. Mimi wananiita Salimu. Ngoja kwanza, wananiita Salimu. Wanakuitaje? Hilary. Muislamu, Mkristo? Mkristo. Asante sana. Swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Mimi nilikuwa nasema msome Psalms chapter 9 verse 2. Zaburi. Ndio Psalms chapter 9 verse 2. Teremka hiyo hadi. 9:2 Zaburi. Naam baba. Nitafurahi na kukushangilia wewe. Nitaliimbia jina lako wewe uliye juu, kwa sababu adui zangu hurudi nyuma, hujikwaa na kuangamia mbele zako. Mpaka ngapi? Hapo tu. Sasa venye nimesema hivyo, nilikuwa nataka utafsiri hapo. Juu umesema hapa mtu haezi shangilia. Nimesema sisi hatujapewa mambo ya kuimba nyimbo wala kushangilia. Sisi ni kufanya ibada. Wakristo wanaimba. Wametoa wapi? Ndio nashangaa. Manake hapa Zaburi inapozungumza inasema shangilieni, imbeni na nini. Kuna watu inakusudia sio wewe Mkristo. 81 Zaburi. Ala, mbona imewataja wale waliokuwa wamepewa hiyo ruksa, si wewe? Wewe haikuhusu. Wewe ikuhusu. Sikiza, karibia hapa. Sikiza inahusu kina nani? Haijatosha kwa sababu hatujakupatia inawahusu nani? 81. Sasa wewe tumeanza upasuaji saa hii. Unafanya operation unataka kuhepa. Kisu bado kiko tumboni. Sikiza, operation inakuja wewe. Mwimbieni Mungu. Sikiza, hawa walikuwa mpewa hiyo ruksa, wanaambiwa muimbieni Mungu. Nguvu zetu. Nyimbo za furaha. Tena walikuwa wanaimba nyimbo za furaha. Mshangilieni Mungu wa Yakobo. Mshangilieni Mungu wa Yakobo. Pazeni Zaburi. Paseni Zaburi. Pigeni matari. Kinubi chenye sauti nzuri na kinanda. Pigeni pande mwandamo wa mwezi. Wakati wa balamwezi. Sikukuu yetu. Kwa maana ni sheria kwa Israeli. Mwambie angalie, si kwa Wakristo. Nasikia nishaisoma. Sheria kwa nani? Kwa sheria kwa nani? Kwa Yesu. Si kwa Yesu, rudia. Najua sasa muangalie. 81 sio sheria kwa Yesu. Muimbieni Mungu. Muimbieni Mungu. Nguvu zetu. Nyimbo za furaha. Mshangilieni Mungu wa Yakobo. Pazeni Zaburi. Pigeni matari. Kinubi chenye sauti nzuri na kinanda. Pigeni panda mwandamo wa mwezi. Wakati wa balamwezi sikukuu yetu. Kwa maana ni sheria kwa Israeli. Usiende kaka, unahepa wapi? Sijamaliza operation unahepa. Sasa mkihepa hivi yani anahepa, ndio nimeanza operation. Sasa ndio nimekata sehemu ya kwanza. Kisu bado iko, nataka kukata sehemu ya pili. Asa ingia mitini. Kwa sababu nyimbo ziliondolewa Amosi 5:23. Asaju hata sijashona kidonda, asa hepa. 5:23 ya Amosi. Nyimbo zimeondolewa, hata Waisraeli sahi hawana ruksa ya kumwimbia Mungu. Imepigwa marufuku. Amosi anaambiwaje? 5:23. 5:23 kitabu cha Amosi, nabii nasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Sasa Mungu ilifika mahali akaona watu wamezidi, akasema sasa niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa nini? Maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Sitaki kusikia sauti ya vinanda vyenu. Inaendelea kusema lakini hukumu na iteremke kama maji. Tena Mungu akasema hukumu iteremke kama maji. Lakini wewe ukijiweka pamba kwa masikio ukaendelea kuimba, Mungu anasema atakutia motoni. 8:3 hiyo nini? Amosi 8:3. Inasema tena nyimbo za hekaluni. Tena nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile. Sema Bwana Mungu. Mungu anasema itakuwa ni vilio. Sasa ni uache kuimba uanze kufanya ibada. Saa hii ni kufanya ibada, sio kuimba nyimbo. Naomba nimsalimie mchungaji. Ndio hivyo. Lakini watu balaa ile iko. Lakini Mungu atunusuru na waongoze muwe Waislamu. Leo mnaona kama sisi tunawafanyia mzaha, lakini hatuwafanyii mzaha. Wallahi tunawahurumia kuona mahali mnatumbukizwa na wale viongozi wenu. Mimi wananiita Salim. Obado. Asante sana.
na utaweka sauti ndio tukusikie wote. Bado uko na swali gani ya kuwauliza Waislamu? Mimi sina swali, lakini hapo kwa wimbo tu hapo. Ala, una swali? Lakini hapo kwa wimbo tu. Naam. Najua tunasemanga wimbo ni kama tu pia ibada pia. Wimbo pia yani wimbo pia inaponya pia. Ni kama tu sio jitoka hapo ende kwa mpira bila warm up, si ndio? So wimbo pia ni kama ile karibu na Mungu, ndio saa ibada iendelee kama ushakuwa tayari ndio pate ile ibada. Asante sana. Sasa maneno yako mazuri, wala unajua ni maoni yako, ila katika Biblia wimbo gani mmeruhusiwa muimbe wimbo huu na unaimbwa namna gani? Kwa sababu zile nyimbo mimi naona mnaimba ni nyimbo zimetungwa na watu hapa. Mtu akikula ugali yake na omena, na akikula ugali na sukuma ama akule githeri, anatunga tu wimbo wake, anasema utampiga shetani mateke. Wewe utapigaje shetani mateke wakati umuoni shetani? Hiyo ni kanini kake amevuta tu kana muonyesha hivyo. Nyinyi nanyi mnachukua hiyo mnapeleka kanisani. Ati utapiga shetani mateke. Sasa kama ingelikuwa nyimbo ni ibada, ingeliandikwa mtaimba wimbo huu. Sasa mwingine asilete wake ambao sio huo kuimbwa dakika moja. Unaona? Kwa sababu Mungu hawezi wapatia vitu nusu nusu. Mungu akikupatia kitu anakupatia ikiwa complete. So kitabu ndio inafaa kuwaongoza. Kwa mfano Biblia imeruhusu wimbo gani uimbwe na imeandikwa wapi? Kwa mfano sisi Waislamu tukienda msikitini tunafanya ibada namna gani? 22:77 sikiza tumeambiwa tufanye na utaratibu gani? So nyinyi ni wimbo alafu mtu anakutunga wimbo wake namna anavyotaka, alafu amevaa hereni kwa sikio, ametoboa masikio, amevaa hereni, atio sasa ndio anamuimbia Mungu na nini, wakati ni uhuni wake anafanya. Mwingine alisema ndomboro ya Yesu. Wanasema ndomboro ya Yesu. Wakati ndomboro kwa lugha ya Kikongo, unajua ni nini we? Ni makalio ya binadamu. Hatari sana. Sasa wewe ukisema ndomboro ya Yesu unasema makalio ya nani? Una matusi. Alafu wewe uko pale unadhani ni Mungu unasherehekea. Hakuna. Because ni vitu watu wanatunga. Lao ingelikuwa na leo ndio unaona kila watu kanisa yao inatunga nyimbo zao kivyao. Enda kwa Katoliki wako na kitabu ya nyimbo lakini wametunga namna wanavyotaka wao. Enda kwa SDA wametunga nyimbo namna wanavyotaka wao. Enda kwa hizi kanisa zingine wao nao wametunga nyimbo wanavyotaka wao. Hakuna utaratibu ambao umetoka kwa Mungu. 22:77. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, salini, rukuni. Angalia tunaambiwa katika sala rukuu namna hivi. Maana yake tunaonyeshwa kila kitu namna utakavyofanya. Rukuni unarukuu Allahu Akbar namna hivi unarukuu na sujuduni, na unasujudu, tunapeleka paji zetu za uso chini. Mungu ametuonyesha. Malizia. Na muabuduni Mola wenu na fanyeni mema ili mpate kufaulu. Tunaambiwa tunapopeleka uso chini ndio tunamwabudu Mola wetu na ndio tunaweza kufaulu. Lakini sasa nyinyi mkisema wimbo ziko nyingi. Kuna nyimbo ambao Diamond anaimba hapa. Sasa ukichukua hiyo Diamond uimbe, nani anakuambia si ya Mungu? Wakati nyinyi hamna utaratibu iko wapi ya Mungu? Wakati hii unayosema ni ya Mungu imetungwa na mtu pia kama huyo akitafuta hela. Manake waimbaji wanatafuta pesa na zile nyimbo. Hawatungi nyimbo ati wimbo bure. Hata wimbo ukiimba kwa kanisa kama ilitungwa na muimbaji anaweza wastaki kwa hiyo kanisa kama mjamlipa namna anavyotaka yeye. Manake yako biashara yeye. Sasa Mungu alisahau kwa Biblia kuweka hii wimbo inaimbwa hivi, hii ndio mtakuwa mkitumia. Akaachia watu ndio watengeneze za kwao wanavyotaka. Na ile wakati wa siku ya matawi, si watu waliimba wakisherehekea vile Yesu alikuwa anakuja na akipanda punda. Hiyo kama ni kusherehekea, si unasherehekea hata magavana wakija tunaimba wanafurahia kwa sababu hiyo sio ibada. Hiyo ni kufurahisha watu. Hata PE tukienda kwa shule tulikuwa tukiimba. Hizo ni za kufurahisha watu. Sio za Mungu. Mungu ni tofauti na watu kuwafurahisha. Hizo ni nyimbo. Hata Moi tumemuimbia sana kama una habari. Tulikuwa tunatunga nyimbo tunamuimbia, manake ni kiongozi tunafurahisha tu. Lakini kiongozi wa Kristo si najua ni Yesu. Ndio tuende kwa Mungu, si ndio? Hasa vile yani vile Yesu aliimbiwa sipo naanga hiyo kitu pia tu. Ni nyinyi mkakaa chini mkapanga hivyo. Sisi wapi Mungu anasema ukifanya ibada lazima uimbe? Mkapanga mikakati. Manake hiyo ni mikakati mmeweka nyewe wenyewe. Wapi Mungu anasema ukifanya ibada lazima uimbe wimbo? Iko. Sisi hao ndio walifanya wa Kristo walifanya.
Wakristo wanaweza fanya chochote. Si unaona hata wengine wanaambiwa wapande miti, wakikataa wananyoroshwa viboko. Hiyo Wakristo wanaweza panga. Hata wengine wamepanga ati wasiana wanaenda hospitali. So Wakristo wanaweza kaa kitu chini na wakapanga. Walipopanga wasiende hospitali, serikali imeingilia inawatia ndani. Kwa sababu ni uhuni, imeona ni uhuni wanafanya. Wakristo wanaweza panga, hata walipanga namna ya kufunga. Kwa sababu katika Biblia wajaambiwa watafunga namna gani. Waislamu tumefunga katika mwezi wa Ramadhani. Tumemaliza siku 30, hujasikia Muislamu amekufa ati kwa sababu alikuwa amefunga. Kwa nini? Tunafuata utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Lakini nyinyi mnakaa chini mnatengeneza yenu, mkifunga inatokea shakaola. Kwa sababu hamna muongozo. Hamna kitabu cha kuwaongoza. Lao mungekuwa na kitabu cha kuongoza Wakristo, haingekuwa na shakahola. Waislamu miaka ngapi wamefunga? Usaisikia Waislamu wanakufa. Kwa sababu gani? Uislamu utaratibu wa kufunga umewekwa. Mama mjamzito ambaye amewezwa na mimba yake hawezi funga, mtoto hawezi funga, mama mzee hawezi funga, mgonjwa hawezi funga. Na inaambiwa unafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Utaratibu mzuri sana Mungu ameweka. Tena wepesi. Lakini nyinyi mlipojaribu ati mfunge Niseme sisi. Si ni Wakristo? Sema tu Makenzi na watu wake. Kwa si ni Mkristo alikuwa anatumia Biblia ama alitumia Qur'ani? Unajua kusema si hata alikuwa amebeba Biblia hivi hajabeba Qur'ani. Kama angebeba Qur'ani tungeenda pale tumwambie lete haya. Sema Makenzi na watu wake. Jora wewe sasa mtu kuseme ati Al-Shabaab ni Uislamu. Silikata hiyo siko hapa. Al-Shabaab ni Waislamu kwa sababu Al-Shabaab ni vijana. Ni jina ambao ni ya youth. Na ile itikadi kali silikata. Itikadi kali hata wewe ni shababu kwanza. Wewe ni kijana. Itikadi kali ni gani? Itikadi kali fafanua, usifiche fiche. Itikadi kali ambao unazungumzia ni gani? Weka parawanja. Sawa. Yaani si Al-Shabaab anaamini kitanaamini lazima uwe ndape bikira 12. Sasa hiyo ili Al-Shabaab anaamini lazima auwe ndio apate bikira 12. Imeandikwa wapi kwa Qur'ani? Kwa sababu sisi tunaongozwa na Qur'ani. Sasa huyo ni mtu asiyesoma, ndio inatakana tumsomeshe 17:32 Qur'ani. Sasa huyo ndio ungetuletea hapa tungemfunza. Sikiza. Yaani Uislamu upelekwe na fikra ya mtu. That's why unaona Uislamu unasimama mpaka leo. Sikiza inasemaje? 32. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa mwenye kurehemu. Wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Rudia ndio asikie. Wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Mungu amesema usijaribu kuua nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza ile nafsi kuuawa. Usiue. Sasa wewe ukiniambia Al-Shabaab ati ni Muislamu anafuata Qur'ani. Anafuata Qur'ani gani? Ni mtu ambaye hajui ndio ungemleta tumfunze, kwa sababu Al-Shabaab maana yake vijana. Labda hajasoma. Qur'ani imekataza kuua, kumwaga damu ni haramu katika Uislamu, na kosa ambayo itakuwa ni nzito mbele ya Mwenyezi Mungu ni mtu kumwaga damu ya mwenzake. Na ukiua kwanza Muislamu, au ukienda huko hizo nchi unasikia wanaua Waislamu, ukiua Muislamu unaenda moto. Sisi